Kenya ni maradhi yaliyofilisi familia nyingi, mbali na kuwapa waathiriwa msononeko wa moyo. Wengi wametembea nchi za nje kutafuta matibabu na maswali na mtazamaji kutafuta majibu ya maswali kuhusiana na swala hilo la ugonjwa huo, lakini kama anavyoarifu mwanahabari wetu Daktari Mase Korir, hali hii huenda ikabadilika kufuatia kuwekwa kwa mitambo mpya ya vipimo na picha maarufu PET CT scan katika hospitali ya Janga. Maradhi ya saratani yanaendelea kuwakosesha usingizi Wakenya wengi. Wengi wametembea mbali na karibu ulimwenguni kutafuta uchunguzi wa vipimo na hata tiba. Sababu moja ya safari hizi za nje ni kutafuta mtambo maalum wa PET CT scan. There are very few cancers, very few that we will not pick up on PET CT. PET ni mtambo wa kupiga picha kama ule wa uyoka, ila huu hutoa muonekano halisi wa viungo vya ndani, ukipenda 3D. Wherever there are cancer cells in the body, they reproduce very fast, and they pick up glucose from the blood supply. And if we were able to see which areas of the body are using up glucose very quickly, we then know exactly where these cancer cells are sitting. Kemikali maalum kwa jina fluorodeoxyglucose, kwa ufupi FDG, hutumika. Hudungwa mgonjwa kabla ya kupelekwa kwenye mashine ya PET CT scan kwa ajili ya uchunguzi. Throughout this period, you cannot be in a very cold environment, you cannot be in a very hot environment. The light must be subdued. There should be no music. There should be no distraction. You cannot have somebody sitting next to the patient talking to them. Sababu kuu ni kuhakikisha kuwa hakuna mkanganyiko wote ambao huenda ukasababishwa na kemikali ya sukari iliyodungwa mwilini kufika katika viungo ambavyo havijaathirika na maradhi ya saratani. A lot of requests coming from a lot of doctors who are not quite sure if a patient needs the PET CT. So the requests come to us, and there are many from requests that come in where the patients are not going to benefit, and we say to them that other investigations can be done. Mfano mzuri ni katika maradhi ya saratani ya korodani. For these we need PSMA, which is a different type of radioactive material that we inject into the patient, and it concentrates in areas where the prostate cancer is and where it has spread to. Habari njema ni kuwa mzigo wa gharama umerahisishwa katika hospitali ya Janga. For patients who require a PET CT, and like I said, we do use discretion, when they do have their PET CT, the NHIF gives a full reimbursement to all patients. Madaktari wana matumaini tele kuwa mtambo huu ambao ni wa kwanza kuwahi kuwa nchini Kenya utabadilisha hali ya Wakenya wanaotaabishwa na maradhi ya saratani na jinsi taifa zima linavyopambana na jinamizi hili la saratani.